Nakubaliana na Waislamu kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, kuzika mfu same day. Jambo la pili, kutumia maji kwenda chooni. Wacha nianze na jambo la kwanza. Kuzika mtu same day, mtu wako ameshaaga. Tafadhali wacha kuspend a lot of money kwa mtu mwenye tayari ameshaaga na tayari amewacha watu wake nje ambao nyuma ambao wako na mahitaji. Afadhali zile pesa, kama mtachanga pesa, changeni pesa kama mtakavyoweza. Lakini zile pesa ziwe zinasaidia wale ambao amewawacha nyuma. Lakini si ati mconsume pesa zote, mmechoma ng'ombe 8, mmechinja ng'ombe 8, mmefanya nini? Mambo kama hayo ni ya kipumbavu. Mtu amekufa, mzike same day. Usispend a lot of money kwa mwili ya mtu mwenye ameshakufa. Ushasikia? Kama kuna mahali unafaa kuspend money ni wakati huyo mtu alikuwa mgonjwa. Unakuta mtu amekuwa mgonjwa, amekuwa abandoned. Ni ugonjwa yenye hata ingetibiwa. Lakini sasa hii mtu ameshindwa mpaka kwenda hospitalini, hawezi nunua dawa, alafu anakufa. Alafu mnakuja kuchangisha pesa, inafika $500,000. Hizo $500,000 mnachoma zote. Unakuta coffin yenye mmetumia ni $100,000. Unaona sasa huo ni upumbavu. Mtu akikufa mpumzishe same day. Hata ikiwezekana mnaweza zika mtu bila coffin. Hapo mimi nakubaliana na Waislamu 100% mtu azikwe same day. Ushaona? Lakini sasa kuna jambo fulani hapa. Kitambo nilikuwa naona mtu akifa azikwe alikokufia. Lakini sasa kuna shida fulani. Kuna wale wachawi na kuna waganga pia ambao wanatumia nafsi za watu waliokufa. Wanakuja makaburini, ukichukua mfu wako uende ukamzike pale makaburini, watakuja wachukue ile nafsi waende wakatumie kwa biashara. Yani mtu akija anataka biashara, wanampatia ile nafsi yule mfu wako, badala yule mtu apumzike anaenda kufanyishwa kazi ya kuleta wateja kwa biashara za watu wengine. Unaona? Ama aende anapelekwa mahali aende akalinde boma, ama anapelekwa mahali aende akafanye mambo fulani. Sasa hiyo, kwa sababu ya hiyo inabidi mfu wako, kama uko na uwezo, usizike mfu wako kwenye makaburini, nenda ukamzike nyumbani. Unaona? Na mahali pa kuzika watu, kama uko na uwezo, hakikisha uko na mahali pako fenced pa kuweka makaburi. Hakikisha pale kwa boma, kama wewe ni tajiri na uko na boma, weka wafu wako mahali pako fenced, mahali penye mtu hawezi ingia. Mkishamaliza kuzika, mkafunga hiyo geti, hakuna mtu kuingia pale ndani tena. Ushaona? Lakini tena ukiangalia mambo ya mfu wako akiwa amekufa Nairobi, eti mpaka mtu atoke sijui wapi aje amuone, wachana na hiyo. The second thing ni kwamba kutumia tissue, my friend, sio safi. Tumia maji ukienda haja. Na mimi nakwambia kama utatumia maji kuenda haja mwezi moja, nakwambia ukweli, utagundua kwamba kutumia tissue unatembea ukiwa mchafu. Lakini sasa unatembea una assumption na una assume kwa sababu huwezi ona huko nyuma. Lakini kama ungekuwa unapaona, si unaona mtoto akikwenda haja unamfanyaje? Unampanguza na maji. Na mtoto wako akienda haja umpanguze na tissue, we mwenyewe huwa unabaki unaona hajang'ara. Ushaona? Na yule ni mtoto na unaona kwamba hajang'ara. Unasema kwamba hajang'ara kwa sababu unaona. Lakini yako huwezi ona kwa sababu iko huko nyuma. Wanadamu si kama nyoka. Kama ungekuwa unaweza geuka ukaangalia huko nyuma, huwezi tumia tissue na utembee hivyo. Utahakikisha umetumia maji. Saa hizi kuna maji kila mahali. Na saa hizi tena kila choo iko na maji ya kunawa kwa mlango. Unaona? Hata zile choo za government, zile za kanjo, zile gani za public, ukishatoka choo unakuta pale nje umewekewa maji tena na sabuni. Tumia maji kule ndani, unapotoka nawa na sabuni. My friend, utatembea ukiwa msafi. Sana. Mimi nashangaa ni jinsi gani mwanamke anatumia tissue na anatembea na anajichocha kwamba yuko msafi. Heri mwanamume. Lakini mwanamke unafaa kujifunza kutumia maji every time. In fact, mwanamke anafaa kutumia maji hata akienda haja ndogo. Use water, my friend. Hapo nakubaliana na hao mandugu zetu 100%. Hapo sawa.